Kwa hiyo tunawatreat watoto yatima vizuri, tusiwatreat vibaya, kwa sababu unavomtreat mtoto vibaya kwanza anahuzunika. Ndio. Alafu pili, huwezi jua labda ulivomchukua ukamweka katika nyumba yako, riski inaongezeka. Na unaweza kukutana ndo baraka. Anakufungulia milango ya riziki. Ndio. Kwa hiyo jamani, watu ambao wana hiyo tabia kuwalea watoto mayatima vibaya tuache. Je, unawezaje kumlea mtoto yatima? Mtoto yatima? Kwa upande wangu mimi Rahma Uthmani. Ndio. Mimi kama mimi nitamlea vizuri. Lakini kila mtu huwa ana masharti yake katika familia. Mimi sipendi mtoto ambaye ni jeuri. Kibri, hatuwezi kuelewana. Ukiwa kibri lazima tu nitakufokea nini, vitu kama hivyo. Lakini nitakupenda kama nitakapompenda nani, mtoto wangu. Watoto yatima sana siku hizi wanalelewa vibaya. Hawapewi ule upendo. Unakuta mzazi ameshafariki, hana mzazi. Wewe uliobaki naye ambaye unamlea unatakiwa umpe upendo wote. Usimnyanyapae. Unakuta mtoto yatima anabaki nyumbani, Adolfine, anafanya kazi zote za nyumbani, haendi shule. Ndio. Mtoto wako wewe unampeleka shule. Eti kisa tu huyu hana wazazi. Hakupendelea kukosa wazazi. Ni mipango ya ndani ya Mwenyezi Mungu. Huenda labda ukimpeleka shule anaweza kuwa rais. You never know. Huwezi jua mipango ya Mwenyezi Mungu. Na watu kama hao ndio wanaendeleaga. Unakutana wanakuja kuwa mawaziri. Na wanakuwa na akili sana. Kwa sababu wanakuwa tuseme wanajilea wenyewe. Unakuta mtu anajipa comment ya kumlea mtoto yatima. Mimi nataka nimchukue mtoto yatima, labda anaenda kule vituo vya watoto yatima, anachukua mtoto anamlea. Lakini kwa kumlea kwake yeye anakuwa ni malengo yake si kumlea vizuri. Anamlea vibaya. Unakutana anamfanya kijakazi. Swadakta. Watu kama hao basi waache hiyo tabia, kwa sababu kazi zote za nyumbani za fulani. Kwa sababu mtoto yatima ni mtoto kama wengine. Swadakta. Na alizaliwa kama wewe ulivyomzaa mwanao. Hakutaka yeye kukosa wazazi. Hakutaka na hakupendelea, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunawatreat watoto yatima vizuri, tusiwatreat vibaya, kwa sababu unavomtreat mtoto vibaya kwanza anahuzunika. Ndio. Alafu pili, huwezi jua labda ulivomchukua ukamweka katika nyumba yako, riski inaongezeka. Na unaweza kukutana ndo baraka. Anakufungulia milango ya riziki. Ndio. Kwa hiyo jamani, watu ambao wana hiyo tabia kuwalea watoto mayatima vibaya tuache. Mimi nasema especially kwa wanawake. Kwa sababu mama zetu, mwanamke ndio anampa malezi yote mtoto. Yeye ndio anakuwa na muda mwingi. Ndio. Ila ukisema kwa upande wa baba utakuwa kama vile unakosea. Yeye baba anaondoka zake anarudi saa 12. Akina baba pia wanachangia. Kivipi? Kwa sababu akimbagua ule mtoto katika kuleta vizawadi, atakuwa atendi haki. Hapana. Adolfine, mimi hapo si support kwa upande wa baba. Kwa sababu gani? Baba analeta zawadi. Zawadi ana watoto labda 3. Ndio. 4 ndio huyo mtoto yatima. Analeta zawadi watoto 4. Najua kuna mtoto mwingine ni naye. Anakuletea mama. Ndio. Mama unafanya nini? Tunagawia watoto. Sasa ukishagawia ile zawadi nyingine, zawadi moja iliyobakia, sio ule mtoto yatima, haumpi. Je, baba anakuwa anafanya kosa? Afanye kosa. Ila kuna wengine anabagua. Usisemi tu sana kwa mama na baba pia. Mimi nasema sana kwa mama kwa sababu mama ndio anakaa nyumbani, Adolfine. Mama ndio anayejua watoto zake wote. Mama ndio anajua huyu ana tabia, huyu ni mwizi, huyu anapenda muziki, huyu anapenda hichi, unapenda hichi. Kwa hiyo sasa ukisema upande wa baba, mimi nakataa, kwa sababu baba yeye anatoka asubuhi mapema, anarudi jioni, hajui kinachoendelea nyumbani. Kuna ile weekend baba anakuwa yuko nyumbani. Anastahili kuwa na watoto. Unakutana na bagua ule mwingine, hataki hata kuikaa naye kumsikiliza na yeye anataka nini. Sasa mwanamume na kuna tabia za mwanamke haipendezi. Pako watu wako hivyo. Unakutana wewe fulani anaitwa kwake tu. Ule mwingine hajawahi kumuita hata siku moja. Haipendezi. Na ule mtoto unakuwa unamlea kwa malezi. Yaani anakuwa anahuzunika. Aleti kama angekuwa na baba hapa. Au ningekuwa na mama usingenifanyia hivi. Ni kweli. Basi mfanye mtoto yatima asifikiri kuwa ana wazazi. Ajue wale wenyewe iko nao ndio wanamlea kabisa. Wale ndio wanakuwa ni wazazi. Mtekea sana mtoto. Usimchukulie kama ni mtoto yani ni yatima, hana thamani kwa familia yako. Mpaka umeenda kumchukua basi ana thamani.
Unaweza kukutana ule ndo anakongokea kushinda watoto wako uliowazaa. Ngapi familia ngapi ndugu yangu wanakuwa wanaongokewa na watoto ambao sio wa kwao. Hiyo yote ni kwa sababu gani? Unamlea mtoto vizuri. Ukimlea mtoto vibaya hawezi kukupenda. Najua mnazungumzia mengi haswa, lakini mimi nimewafuatilia. Mtoto wa yatima, unajua kwanza ushasikia ni yatima. Yatima lazima mzazi, yani mama yake, yani kwa Kiswahili kingine wanasema mama wa kambo. Unaweza ukamchukua kama ni mama wa kambo au ni ndugu wa familia hivyo. Mtoto wa yatima kwenye dini yetu ya Kiislamu inapaswa umlee kwa gisi wewe unamlea mtoto wako umemtoa ndani ya tumbo. Usichukue sema juu ni mtoto wa yatima alafu wewe ukachukua sema eti acha nimpendelee. Uogope kumkaripia. Unasema hivi nikimkaripia tamkumbuka mama yake. Hapana. Hapo utakuwa umemharibu. Sijakukata kauli Adelphi nani? Charmante. Unaweza ukamfokea mtoto, lakini kuna ile kufokea kwa nani hii? Kwa kumkebei. Unamfokea mpaka mtoto mwenyewe anasema mama akija kutoka kazini, sina tamani. Kufokea mtoto lazima afoke. Na maana nakwambia mimi mara ya kwanza nilikwambia hivi, mtoto sipendi mtoto ambaye anajeuri. Kibri no? Simpendi. Ila kumfokea mtoto muite, mwambie. Sawa? Muite umwambie mwanangu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Na ufanye kwa wote, usifanye kwa kwako tu. Ndio. Waite, wakikosea wote waite. Unakuta kuna mtoto yatima anakosea, anapigwa. Alafu wako unamuacha. Ndio, ni kweli. Mimi wako hana tabia. Kumbe wako ndo chanzo cha ule mtoto kufanya vile. Wewe ushajua kama uko yatima. Umeishi sehemu sio kwa mamako. Unaona? Inabidi ujilee. Ni mtoto. Nisikilize kwanza. Usimkate kauli. Haujui pointi gani nataka kuzungumza. Unasikia? Inabidi ujilee. Sio tu kujilee sema juu uko yatima au uko kwa ndugu yako au nini. Pana wengine watoto mayatima. Yani si yote tuko wanawake tutazaa tutakufa. Watoto watalewa na wazazi wengine. Ndio. Lakini unakutana mtoto yatima hajui kujilea. Yeye anajichukulia tu mkichwa chake, mimi mamangu alishakufa, sio mama yangu. Na hiyo haipendezi. Maana ule ni mama yako anakustiri. Ndio. Ule ni mama yako anakulea. Muheshimu. Ndio. Jichukue kama mimi hapa nimeikaa ni mama yangu lakini sio mama yangu. Ndio. Jitahidi tizama wenzako kama ni unaishi na mama wa kambo, baba yako yupo. Unaona? Usikutake kupendelea ukasema baba anapendelea juu ni watoto wa mama tuko naye. Hapana. Unaona? Inabidi wewe kama mtoto wa yatima jua kujilea. Si yote hapa tutakuwa watoto wa yatima. Na tena wewe kama vile umeshaolewa wewe Rahma Uthmani, umetoka kwa wazazi wako, umeenda kwa wazazi wengine. Usijichukui kama wewe uko yatima. Pale umeenda kwa ile familia uko utakutana wazazi. Na wewe mtoto wa yatima lazima ule mwenye anakulea ni mzazi wako. Jijue gisi gani ya kujilea, jijue gisi gani ya kuishi kwenye jamii. Na tena sio sema hapana, wengine wazazi, wengine wanawake wana roho sijui. Sio kwa wanawake. Chukua mtoto wa yatima unamlea, yani kama vile gisi Dolphina imesema kia kazi. Unakutana anakuwa kazi wako. Vyombo, anafua, anafanya ile chozi mtoto wa yatima anadondosha. Ujue kama unalaaniwa duniani na akhera. Hicho ni cha kwanza. Wewe ule mtoto wa yatima ukimlea vizuri, akikuombea dua, yani unafanikisha mambo yako mapema. Tena inaweza nikasema sisi wanawake tunaingia kwenye familia tofauti. Unakutana mtoto hata kama sio yatima, wameachana na baba yake. Mlee kwenye mazingira mazuri, mfunze. Usimchukue sema ule mtoto wangu anasoma tuseme anasoma kwenye masomo ya pesa, ya bei. Alafu wewe mchukue mtoto mpeleke masomo ya leta haina bei, yani awalipi. Unaona inakuwa haipendezi. Maana ule mtoto anaweza kuwa rais, atakusaidia. Ule umemtoa mtumbo hakusaidii wala hajui kama wewe ni mama yake mzazi umemzaa.
Unaona? Na ukitizama wengi Charmante, bila sijakata kauli, unakutana wengi wa hivyo wa mayatima, unakutana ule mamake mlezi ndo anamuoea mtoto mzuri, unakuja kukutana yeye ndo anakuja kumfuta machozi kabisa. Alikuwa anategemea watoto zake wanakuwa ni wavuta bangi, wanakuwa ni wezi. Kwa hiyo ndio maana anasema hivi, tuwalee watoto yatima kwa vizuri, tusiwalee kwa ubaya, na kingine malipo yake. Na kingine nani Charmante, unasema kwamba mtoto anatakiwa ajilee. Sija kukata kauli. Mtoto anajilea ndio, lakini bado mstiri mdogo. Unajileaje? Ila kumbuka kuwa mtoto anafuata malezi ya watoto wenzake pale. Anapasha akuwe gisi wenzake wako. Anatizama mtoto aingiingi tu kichwa kichwa. Mtoto akiona ule mwenzake wanakula kwenye meza, unaona hatoi sahani. Na yeye ataendelea vile. Na hatatoa. Lakini kizuri, wewe kama mzazi lea watoto kwenye mazingira bora. Leo uko nao, kesho uko nao. Leo uko nao mtoto wa mume wako, kesho unawe labda wewe mtoto wako atalelewa na wengine. Inabidi wewe kama wewe mzazi unabidi kuwafundisha, yani kipi kizuri na kipi kibaya. Ndio. Ni kweli kabisa. Na kama utakuwa unafungua redio yako kupitia 94.9 sasa hivi, basi kumbuka kama tuna mada yetu mezani. Na mada yenyewe ni je, malezi ni vipi unaweza kumlea mtoto yatima? Na tumeongea mengi, tumechakachua mengi mimi na wenzangu, na wewe pia uchakachue. Kwa wale wanaofungua redio yao kwa sasa hivi, namba yetu ya simu ni 62891528 kwa lugha yetu 62891528. Lakini mpenzi msikilizaji wa Black FM, usisahau kutufuatilia katika Black Media. Unaweza kutupata kupitia YouTube, IG kwa lugha nyingine, Instagram na Facebook.